Njeri ameshikwa na akawekwa ndani kwa siku kadhaa eti kwa sababu alibuni mtandao ama app ambayo iliweza kucompromise the clauses, some of the clauses of financial bill the year 2024. Na mimi na condemn the police force for arresting such a brilliant lady whose problem or whose crime was only standing with the Kenyans kuonyesha vipenge ambazo hazifai katika financial bill ya mwaka wa 2025-2026. Mimi niulize, mulikuwa mmekosa criminals ambao wanaua wa Kenya hasa katika kaunti ya Nakuru, ndiposa muende mshike msichana wa miaka 18 kama Njeri ambaye alikuwa tu anahamasisha wa Kenya kuwaweka wakae macho wasikandamizwe na uongo wa serikali ya William Ruto na hao members of parliament ambao kazi yao ni kusema yesa yesa katika taifa letu la Kenya. Okay, kwa majina naitwa Mr. Robert Makoha Wangoho, rais wa bunge la mwananchi katika kaunti ya Nakuru. Na financial bill the year 2025-2026 kufikia sasa hivi, naamini public participation inafaa kuwa bado inaendelea, kwa sababu mwezi wa 6 ndio huu umefika, budget itafaa kusomwa. Na sasa hizo the bill of rights zisomwe katika National Assembly, kwa sababu huwa na parts 3 tu. So amongst the things, vile mimi mwenye kiti ama rais wa wananchi nilipitia hiyo mswada wa financial bill, niliona mwananchi wa chini kwa kweli bado amerushwa nje. Niliona penye mwananchi wa chini amefaidi, eti tuliona mambo kama spare part ya ndege eti wamepunguzia ushuru. Wananchi wengi leave alone kupanda ndege hawajawahi kuona ndege. Sasa ukipunguza spare part ya ndege unachekesha sana. Jambo lingine ambalo niliona walikuwa wamesema ati electric motorbike importation zikikuja hapa nyumbani, yule ambaye anafanya hiyo biashara ya pikipiki za umeme pia atafaidi pakubwa mno. Na mimi nawauliza wenzangu, pikipiki ngapi vile tumesimama hapa tunaweza ona zinapita ambazo zinatumia umeme, kama sio pikipiki za kawaida tu ambazo zinatumia mafuta ambayo vijana wetu wengi wanafanyia biashara. Huo ni ukora wa hali ya juu, na tuna condemn huo mswada wa financial bill wa the year 2027. Sasa kile kipanda ambacho kimenichukiza kabisa, ama hoja ambayo imenichukiza, ni kumsikia Bwana John Mbadi akisema ya kwamba amefurahia sana kwa sababu Bwana William Samoei Ruto atadrop some of the clauses ambazo zilikuwa zinamkandamiza mwananchi wa chini. Mimi nimwambie Bwana wa John Mbadi, umsikize sana yule Secretary General wa chama cha ODM Bwana Edwin Sifuna vile amekuambia, kwa sababu mimi nilikuwa miongoni mwa vijana ambao walikuwa kwa streets wakipigania maisha yao, kwa kuwa mswada wa financial bill wa 2024-2025 haukuwa unafaa kabisa, na mkatuchezea shere, mkatupilia mbali. Rais akadanganya wananchi kwamba huo mswada sababu unaleta shida tumetupilia mbali, lakini baadaye mkakuja mkarudisha zote ambazo tulikuwa tunaita eco levy. Sasa nikuambie ya kwamba wewe katika katiba ya taifa letu la Kenya huna mamlaka yoyote ya kugive the president credit, useme ya kwamba amewahurumia, anawahurumia haki zao. Hizo ni haki zao, na wale ambao wanafaa kupewa credit na kushukuriwa ni wale vijana wa Generation Z ambao walipoteza maisha yao na wakahakikisha ya kwamba mtu mahali fulani ameogopa akaingiza maji na akaweza kudrop baadhi ya vipengee katika huo mswada wa 2024-2025. Sasa ukome kabisa, na ukome vizuri kabisa, kwa sababu wale ambao walisababisha huo mswada ukafanyiwa marekebisho hakuwa mtu ambaye anaitwa John Mbadi. Wewe in fact umewasaliti wa Kenya pakubwa mno, kwa sababu tangu ushike usukani sijaona kazi kubwa ambayo umefanyia marekebisho katika Ministry of Finance.
In fact, nilikuwa nakusikia ukisema ya kwamba ilitakikana kudrop some of the clauses, lakini kwa mujibu kwa Kenya Revenue Authority KRA haijaweza kuwa dropped. Na ndio maana nachukua nafasi hii kumshukuru msichana mmoja ambaye alikuwa anaitwa Njeri. Njeri ameshikwa na akawekwa ndani kwa siku kadhaa eti kwa sababu alibuni mtandao ama app ambayo iliweza kucompromise the clauses, some of the clauses of financial bill the year 2024. Na mimi na condemn the police force for arresting such a brilliant lady whose problem or whose crime was only standing with the Kenyans kuonyesha vipenge ambazo hazifai katika financial bill ya mwaka wa 2025-2026. Mimi niulize, mulikuwa mmekosa criminals ambao wanaua wa Kenya hasa katika kaunti ya Nakuru, ndiposa muende mshike msichana wa miaka 18 kama Njeri ambaye alikuwa tu anahamasisha wa Kenya kuwaweka wakae macho wasikandamizwe na uongo wa serikali ya William Ruto na hao members of parliament ambao kazi yao ni kusema yesa yesa katika taifa letu la Kenya. So sisi tunapeana caution. Hakuna Mkenya yoyote ambaye anatakikana kushikwa eti kwa sababu amebuni app ama application ambayo inafungua macho na masikio ya Wakenya ambao wako wanadanganywa na serikali yao ambayo walipigia kura. Bunge power, bunge power. Tumekataa na tumesema huo ni mwanzo tu. Bado kuna vijana wengi sana ambao wako na ujuzi kama Wanjeri na wataendelea kuhamasisha Wakenya wenzao. Na kama 2027 akili kama hizo ndizo tunataka on board, kuhakikisha ya kwamba mtu akijaribu kuibia Wakenya kura, watu kama hao watatusaidia sisi kujua ni vipi kura ziliibiwa na vipi tutadili na huyo mwizi ambaye ni wa kura anatesa Wakenya. So kutulaumia mtu kama Kalonzo Musyoka, ukilaumu mtu kama Eugene Wamalwa eti kwa nini walikuwa kwa koti wakisimama na yule msichana ambaye anaitwa Njeri, walikuwa wanasimama na yeye kwa sababu yeye kwanza ni Mkenya, pili amebuni kitu ambacho hakijawahi buniwa na Mkenya yeyote ambaye anajua kwamba serikali ya Kenya kwanza inakandamiza maisha ya Wakenya. Therefore, we as the youth of Nakuru County, led by myself, the president of the people, we support Njeri with full force. And should she need some kind of support, sisi mavijana wote tuko nyuma ya Njeri na tunasupport vijana wetu, tunasupport viongozi wetu kama Kalonzo Musyoka ambao walienda wakasimama na yeye kuhakikisha kwamba Eunice Njeri ameachiliwa kwa dhamana. So hiyo habari ya mjini mmeipokea hivyo, na Wakenya tusilegeze kamba mpaka vile ama pale ambapo serikali ya William Ruto itasalimu amri. Yes. Kweli kabisa.